Rasulillahi amma baad. Ndugu mgeni rasmi, Stahiki Meya, Shekhe wa wilaya, mashekhe wa kata na wajumbe sote ambao tumehudhuria katika majlisi hii tukufu, itifaki imezingatiwa. Awali yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuniwafikisha kwa miongoni mwa wenye kupata fursa ya kuzungumza mbele ya mgeni rasmi. Lakini pili, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumwafikisha mgeni rasmi kuweza kuwa mvumilivu mpaka kufikia muda huu. Mwenyezi Mungu aitie nuru kazi yako inshallah. Kama nilivyotambulishwa na MC Dr. Abdul Wahab Dimaz maarufu Masadinobi, ni katibu wa umoja wa makhatibu watoa hutuba misikitini katika mkoa wetu wa Lindi, ambao tunafanya kazi kubwa ya kuilingania jamii katika mambo mbalimbali yanayohusu kuisaidia jamii yetu kwenye kufanya mazuri bila kujali masuala mazima ya kidini. Kwa maana ya kwamba kazi yetu ni kuangalia wapi panafanyika mazuri na kuweza kuyaunga mkono, wapi panafanyika mabaya na kuweza kuyakemea kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, kama kuna chombo ambacho unaweza ukafanya nacho kazi katika kazi yako ya umeya, basi hili chombo ni miongoni mwa vitu hivi. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Ndugu Waislamu wenzangu na jamii kijumla, ili na machache ya kuweza kuzungumzia, na sitaingia katika aya wala hadithi, sio kazi yangu ni katibu. Jambo la kwanza ni kuiomba jamii ya Waislamu kuiangalia hii madrasa na kuiunga mkono, kwa kuwa jambo linalofanyika hapa ni jambo la mfano mkubwa sana, ambalo laiti kama ingelikuwa jamii ya Waislamu sote tuna utaratibu huu katika maeneo yetu mbalimbali, basi ingelikuwa ni sababu ya kupata vizazi vilivyokuwa vizuri vyenye maadili mema. Jambo la pili, ni muombe shekhe wa kata hii ya Mtanda, lakini pia na mashekhe wa kata wengineo mbalimbali. Nikianza kwa shekhe wa kata hii ya Mtanda, kwanza ona kuwepo kwa hii madrasa katika kata yako ni fahari kubwa sana, ambayo ukitendea haki basi itakuwa ni sababu ya wewe kwenda kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kutendea haki ni wewe kwanza kuitangaza na kuisaidia na kuiunga mkono na kuhamasisha jamii kuona umuhimu wa uwepo wa hili jengo na hili kitengo katika maeneo haya. Kwa mashehe wakati wengineo, basi ni vizuri kuja kuuliza wenzetu tunafanyaje na sisi kuweza kuandaa katika maeneo mbalimbali. Jambo la tatu au sehemu ya tatu ni kuombe ndugu mgeni rasmi. Na kuombe, jambo la kwanza, hili darasa liangalie kwa jicho maalum. Liangalie kwa jicho maalum. Wasema wakubwa hawaambiani kiundani zaidi. Sasa umeshaelewa. Jambo la pili, kuanzishwa kwa hizi madrasa lengo lake kubwa ni kuisaidia serikali katika kulea watoto katika misingi ya kimaadili iliyokuwa mema. Lakini hizi madrasa huwa mara nyingi zinakumbana na changamoto nyingi. Tunakuwa na malengo mazuri ya kuyafanya, uwezo unakuwa ni mdogo, tunakosa support. Hivyo inapelekea baadhi ya wale ambao hawana nia nzuri katika tendo hili kuweza kupitia vikwazo vingi. Kwa nafasi yako, naomba pia utumie fursa hii kuwaunga mkono pamoja na kwenda kuhamasisha jamii kuwa na vitu vya namna hiyo kwa Kiislamu na hata wasio kwa Waislamu, kwa sababu msaada mkubwa unapopatikana katika malezi ya vijana wetu. Jambo la tatu, kwenye kuanzisha vitu namna hii kunakuwa na vikwazo vingi katika ngazi za kiserikali, lakini hata katika mitazamo ya kijamii. Katika mitazamo ya kijamii, kwa kuwa mfumo wa sasa tuliokuwa nao ni kwamba watu wanaona mtu akiishi kidini anaonekana kwamba kama yeye bwana apita na wakati, basi vikija vitu kwenye mfumo wa namna hii huwa anaona kwamba vinakuja kuwa ni kero katika maisha yao. Serikali ya viongozi wa dini kuhamasisha jamii kujifunza, lakini serikali ni kwamba kuna baadhi ya nyakati tunapokuwa na malengo kama haya hapa ya kujenga vitu namna hii, basi mara hapa kwa fai hii, mara hivi, mara vile. Tuombe kwa nafasi yako Mheshimiwa Meya kwamba utuunge mkono, lakini pia uende kwa ni sababu ya kutatuka kwa changamoto mbalimbali kwenye kuanzisha kitu namna hii ili kupata mafanikio makubwa
katika maisha yetu na maadili yetu ya nchi yetu kijumla. Lakini mwisho kabisa, wako Mheshimiwa Meya, hivi sasa tumeona hapa Sheikh wa Kata alizungumza kwamba hii hadhara inatakiwa kwamba tulikuwa zaidi ya hapa tuliokuwa hivi sasa, lakini ni kwa sababu jambo la dini watu wajijaa sana. Pangekuwa pana vigodoro na vitu vingine mbalimbali, huenda hapo wangejaa watu wengi sana. Sasa ombi langu maalum kwako, jambo la kwanza, katika manispaa yetu ya Lindi hivi sasa vigodoro vimekuwa ndio sherehe yetu, ambao vinapigwa hadharani. Hata hawa vibinti vyetu ambao wamesoma elimu ya dini, mwisho wa siku wanakosa uvumilivu, wanaingia huko, maadili ya nchi yanapotea, watoto wetu wanaharibika sana. Kipindi cha Magufuli kulikuwa na utaratibu maalum kwamba alisema kwamba vigodoro vyote marushanwa yapigwe katika kumbi maalum. Hivi sasa yanapigwa katika majumba yetu mitaani, hii Kineng'ene, Denda Napa, kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Hatari. Kwa nafasi yako kama mtendaji mkuu wa halmashauri hii, kuombe tafadhali sana, nenda kalisimamie kwa ajili ya kulinda maadili ya watoto wetu. Lakini pia lazima la watoto wetu kuchelewa kurudi shuleni ni sehemu ambayo inapelekea watoto wetu kukosa nafasi ya kuja kupata maadili mema. Hawa watoto hivi sasa ambao wanahitimu leo hii, sitarajii kwamba kama wakija kuolewa watakuwa ni wake wabaya. Kwa sababu gani? Dini wameifahamu. Hawa kama endapo wataishi katika jamii huko, sidhani kwamba kama watakuwa ni majirani wabaya, kwa sababu dini wanaifahamu. Sasa kama nafasi yako ni mtu muhimu sana katika jamii, nenda katusimamie katika hili hapa, kwamba mkafikirie vizuri kwenye zenu, watoto kurudi kwa usiku mashuleni, watoto kuchelewa kurudi mashuleni, mpaka Jumamosi wanakwenda mashuleni. Tunapata muda gani kuwafundisha maadili mema ili kuwasaidia katika jamii hao? Mheshimiwa Meya, kama kwa nafasi yangu ya katibu wa umoja wa makatibu, nipende kutema nyongo hii kwako, ukiwa unaanza kazi mara ya kwanza kabisa, ukiwa majukumu haya ndio kufanyia kazi. Nipende kutoa shukrani kwenu, na nipende kutoa zawadi kwa wanafunzi ambao wanahitimu. Kwa kuwa mmeambiwa mtakwenda kuhitaji huko nyumbani huko mkifanya mchezo, basi kama endapo ikitokea bahati mbaya hamjapata mwanamume wa kuoweni, basi niko tayari kuoa. Billahi tawfiki. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! Takbir! Mmesikia Sheikh?